Asante sana mwenzangu Emmanuel To. Bila shaka utakuwa unatupa mengi kuhusiana na taarifa hiyo kwenye taarifa zetu zijazo. Na tukiachana na hayo ya chama cha uongozi chamani Jubilee, sasa tunaingia kwenye mjadala wetu kwenye sehemu ya Jarida, ambapo tunaangazia swala zima la makazi ya bei nafuu. Rais William Ruto alitaja kwamba kuna mpango wa serikali kuwatoza wafanyikazi 3% ya mapato yao, ambapo wa kwanza kutozwa fedha hizo watakuwa ni watumishi wa umma ama wafanyikazi wa umma, ili kufanikisha mpango mzima wa mpango ama mradi wa makazi ya bei nafuu, ikizingatiwa kwamba hitaji la nyumba na ardhi kwa vijana, watu wazima pamoja na wazee, hasa walioko katika maeneo ya mijini limeendelea kuongezeka, umaarufu umeendelea kuongezeka. Na pia naibu rais Rigathi Gachagua pia majuzi amekuwa akitaja kwamba kuna mikakati ambayo serikali inaweka ili kuwasaidia Wakenya wanaoishi ugaibuni, wanaofanya kazi katika mataifa yaliyoko nje ya nchi, kuwawezesha ama kufanikisha na kuwarahisishia shughuli zima ya kuwekeza kwenye uwekezaji wa nyumba na ardhi. Mimi ni Agnes Gakunga na niko na wageni wawili kwenye studio. Mmoja ni Kinyua Wairatu ambaye ni afisa mkuu wa kampuni inayoitwa kama Maono Limited. Karibu sana Kinyua kwenye studio. Asante sana. Pia tunaye Ngaruiya, ni afisa mkuu wa kampuni ya Ginland. Yes. Karibu sana kwenye studio. Na tutakuwa tunazungumzia mengi kuhusiana na yale ambayo nimetaja, pamoja na mengi yanayohusu swala hili zima la uwekezaji katika sekta ya nyumba na ardhi. Mwanzo kabisa tukianza mjadala huu mpango wa serikali wa kutoza wafanyikazi 3% ya mapato yao ndio swala ama mpango mwafaka katika kufanikisha swala zima la kuwawezesha Wakenya wengi kumiliki nyumba, na haswa nyumba za bei nafuu, na wale ambao wanalengwa zaidi ni wale wananchi wa kiwango cha chini. Je, tukianzia na wewe Kinyua, huu ndio mwelekeo bora? Ya kwanza niseme rais ana mawazo mazuri, lakini la muhimu ni kwamba angeuliza wananchi, kwa sababu kuna wengine ile 3% yaweza kuwa ni kidogo sana kwa mtu kufika mahali atakuwa na makao. Na jambo lingine ni vizuri tuweze kuanza hii wazo likiwa nzima, kwa sababu mambo ya makao ni mambo ambayo ni muhimu sana kwa mwanadamu, kwa sababu kama mwanadamu hata kuwa na makao, hata kile ambacho anatafuta chaweza kosa kuwa cha muhimu. Kwa hivyo kile ningeomba kama kungekuwa na mpango wafanikishwe kwanza, wakuwe na makao, ili wanapotozwa ile wakuwe hawalipi rent mahali ambapo wanaishi. Lakini wale wanaotozwa si hawa ambao wanalengwa, ni wafanyikazi. Nikija kwako Andrew, huu ndio mwelekeo ambao unastahili ama kuna zaidi ambayo serikali inastahili kufanya? Okay. Nikiangalia wazo nzima ya nyumba, ikiwa ni zile tunasema ni basic need ya kila mtu, ni moja ya zile ambazo zinaweza zikatupeleka kwa ile destination ama ile lengo ya kila mtu. 3% ama hiyo 3%, mwanzo inahusisha watu wenye wako kwa serikali, wameandikwa. Hao ndio watakuwa kwenye awamu ya kwanza, kabla sisi wale ambao tuko katika sekta binafsi kufikiwa. So ni challenge sisi ambao tuko kwa hii sekta na serikali, lazima sisi wote tukue na njia mwafaka ambayo tutafikia, because hata ule mwananchi wa kawaida ambaye tunasema ndio wako bottom bado anahitaji makazi. So nafikiria ni moja ya njia, but sio njia peke yake. Kunazo njia nyingi, lakini nikiwaza mimi nafikiria serikali bado inatafuta ile solution ya kupata hiyo percentage, ndio tuweze ukiangalia mambo ikihusu
makazi ni kitu ambazo inatumia pesa mingi. So nikifikiria serikali ikichukua 3% ina uwezo, because iko na wafanyikazi wengi sana wa serikali. Lakini ukiangalia wale watu ambao wameajiriwa ni wadogo sana ukilinganisha na wale wenye hawajaajiriwa, hasa vijana. Pili, kuna hii sekta ambayo ni ya benki, wale ambao wanapeana mortgage, juu bado hiyo inaelekea bado kwa kupatia watu makazi. Unapata ule mtu mwenye hajaandikwa kazi hawezi aka-afford mortgage. Haya, huyu mwingine mwenye amepewa 3% ni ule mwenye ameandikwa na serikali. So kuna changamoto mingi sana kwa hii sekta ya nyumba, because wale wenye wako kwa nyumba za kukodisha wote wameelekea ni dream ya kila mtu kuwa na nyumba yake ya kukaa wakati mmoja. Yes. So ni sawa tu. Wakati unaposema kwamba hiyo kuna njia zingine ambazo serikali kando na kutoza 3%, kuna njia zingine ambazo serikali inaweza kutumia ili kufanikisha ndoto za Wakenya wengi, hasa wale wa kiwango cha chini, kumiliki hii nyumba, kumiliki makazi, na hasa makazi ya kiwango cha chini. Ni njia gani hizi kulingana na ufahamu wako? Ni njia gani zingine serikali inafaa kutumia? Kwangu nikifikiria serikali ingepatia the private sector, that is the bank, mabenki, wapeane a percentage ambayo itakuwa affordable, because ukizingatia wakati huu hata riba ya loans zimeenda juu. So mimi kwangu nikifikiria ile ambayo maybe inaweza ikabeba watu wengi ni kupatiana maybe kwa bank wapewe relief ya kupeana maybe loans za nyumba ikue chini, ile riba ambayo wanatoza iwe ya kiwango cha chini. Yes. Juu serikali ikitaka maybe ikaondoa ile interest yake, watu wawe na percentage ambayo itakuwa affordable, itabeba watu wengi, because ukiangalia hawala watu wako chini, hasa vijana, hawawezi kumudu kulipa loan, na bado watoto wanasoma na wako na familia changa. So nilikuwa nafikiria ukiangalia maybe ukicompare na other democracies, serikali huwa inaingilia, inatoa a certain percentage ambayo hata mwananchi wa kawaida, ule mwenye ako na mapato ya chini, ataweza kukaa kwa nyumba. Na hiyo nyumba, ukikumbuka rais akifanya campaign, aliguzia kidogo, alisema hata zile nyumba umekaa unaweza ukapewa 10 to 20 years ukilipia rent, ambayo hiyo rent eventually itakupeleka kwa destination ya kupata hiyo nyumba ikiwa yako. Unalipa pole pole, nyumba hata itakupa hamu. Yes. So hiyo ilikuwa njia moja na ilikuwa mzuri, but kuelekea kwa hiyo lazima serikali iingie kwa njia ambayo itakuwa kubwa, kwa minajili ya kupunguza riba, ndio ifikie ule mwananchi wa kawaida. Because ukiangalia leo watu wengi wenye wako Kenya, maybe gari yenye unaendesha ulipata na loan, ukiongeza nyumba ikiwe na loan, unaona mapato yako itakuwa So nikiangalia serikali ingilie, ile solution kubwa sana kwa hii sekta ni loan ziende chini. Yes. Kiwango, wewe unatetea kiwango cha riba ambacho kinatozwa na benki na taasisi zingine za kutoa mikopo kiweze kupungua. Lakini ikikuhusisha wewe Kinyua, iwapo serikali itachukua kama jinsi mwelekeo ambao Andrew anaelekea kwamba hawa watu wa kiwango cha chini wapewe mikopo ambayo benki ama taasisi za kutoa mikopo zitatoza kwa riba ya kiwango cha chini, kuna wale ambao wengi wao labda wako katika mitaa ya mabanda, hawajaajiriwa rasmi, wanafanya vibarua, na hata hiki kibarua huna uhakika kwamba kesho utakipata. Wale, iwapo mfumo kama huu utatumika, hawatatemwa nje, kwa sababu sio wote ambao watakuwa na uwezo wa kupata hata mikopo. Asante sana. Kile ningetaka niseme kwanza kabla nirudi kwa swali lako,
Kitu cha kwanza, serikali ilikuwa na mipango zamani mizuri sana. Ukiangalia Nairobi kuna mitaa kama Botera, Makadara, hizo zilikuwa zimejengwa tayari na serikali. Na wale wafanyikazi walikuwa nawekwa pale, wanalipa kiwango kidogo sana. Kwa hivyo yule mfanyikazi hata kama ni wa serikali ama ni wa wapi, hakuwa anatozwa bei mara mbili. Alikuwa tu ile angelipa rent inakuwa ni kidogo, analipa, na ukilipia unalipia hiyo nyumba kama yako. Pengine warudi kwa ile mpango ili kila mmoja aweze kuwa hajafinyiliwa, kwa sababu ukiweza kuangalia saa hii hata kama atatoza 3% na mtu bado analipa rent, kuna sehemu zingine za pesa huwa zinakatwa, kuna NSSF, kuna mengine. Sasa ile ikiongezwa KRA, hiyo ile percentage ya mshahara itapungua tena zaidi, na inapungua na bado unalipa rent. Kwa hivyo mimi nikitetea mwananchi wa kawaida, kwanza serikali irudi kwa ile mpango hiyo ilikuwa inajenga zamani. Nikirudi kwa ile point ya Andrew, mambo hiyo ya fine ya inaongeza rates bank nini, kuna watu wengi wanaitwa financiers ambao wanaweza saidiana na serikali, maana serikali ni kubwa, ikiongea na wao itaweza kuwapatia pesa, wawe na mpango, itaweza kuwapatia pesa ili wataweza kujenga zile nyumba bila pesa mingi, na ili hata huyu mwananchi ambaye unajali, hata kama ni wa chini, hata kama biashara yake huwa ni ya chini, kila mtu kuna mahali huwa anaishi, na hata kama hapati pesa yote bado analipa rent ya mahali huwa anaishi. Kwa hivyo hata kama watakuwa chini hawezi temwa kama ile mpango itakuwa ni ya milele, kwa sababu kile huwa kinapatia mtu confidence ama motive ya kuweza kuendelea ni kuona ile kazi ambayo unafanya. Kwa hivyo akiona kwamba ile pesa ningehitajika nilipe rent mahali naishi pengine ni 5,000 na nikilipa kwa hii nyumba itakuwa yangu, maana hata hivyo ndivyo zile nchi zingine zinafanya. Nimekuwa pale Netherlands, ukienda pale unapewa nyumba, unaambia utakuwa ukilipa pesa fulani, baada ya miaka 20 itakuwa yako. Hiyo nyumba kwa mkopo unalipa kidogo kidogo. Unalipa kidogo kidogo, hiyo nyumba inakuwa ni yako. Kwa hivyo hata kama una hela zozote, wewe unakuwa kila mwezi zile mapato ambazo unafaa kulipa unalipa ukilipia nyumba yako. Kwa hivyo ile mpango ndio tu inaweza rahisishia mwananchi maisha, kwa sababu tukiangalia kama saa hii watu wengi wamefinyika sana kimfuko. Hata ule ana nia mzuri ya kulipa, unapata kama vile tumesema ada za bank zimeongezeka sana, zimeongezeka kila wakati, unapata tu zinaongezeka. Kwa hivyo zikiwa kuna kitu kingine pia kitaongezea ile mapato, watu wengi hawataweza kukamilisha. Kwa hivyo ningeomba serikali kabla ya kutoza watu sehemu fulani wajengee kwanza, ama wawe na mahali wakue hata ile 3%, isikuwe 3%, ikue kubwa. Ikue kubwa ndio yule mtu anapolipia analipa nyumba yake, na hii itafanya maisha ya kila mwanadamu ikuwe rahisi hapa Kenya, kwa sababu vitu ni 3 kama vile tu tulikuwa tunasoma shule, tunasema ni food, clothes and shelter. Unasikia ni vitu 3 ambazo ni za muhimu. Mtu hawezi ishi bila hizo vitu. Kwa hivyo serikali ikiangalia hiyo pande, na tusiwe na haraka, kwa sababu ile kitu tena imetupotosha sana kama wananchi, ni mambo kufanywa haraka haraka. Inafanywa haraka haraka, inawacha tukiumia, zingine zinakosa kukamilika. Kwa hivyo afadhali afadhali ichukue muda, hata kama tutateseka miaka 5 zile nyumba zikijengwa, baada ya miaka 5 sasa tuje tuambiwe, sasa hata hao wanafanya kwa serikali waambiwe kwamba utakuwa ukitozwa kitu fulani, lakini hii nyumba ni yako, shika funguo. Hiyo itakuwa rahisi sana, na mwananchi hatakuwa na madeni tena, kwa sababu hizi vitu ambazo zingine zinafanywa haraka bila mpango ndizo huwa kuna mwandishi mmoja wa vitabu alikuwa anaitwa Abraham Lincoln, alisema kwamba akipatiwa masaa 6 aweze kukata mti, atatumia 4 kuweza kutengeneza choka yake, ili wakati anapoenda kwa ule mti hatatumia nguvu mingi. Ukienda kwa Biblia in the book of Ecclesiastes 10 verse 10 inasema
choka ambayo imetiwa makali inatumia nguvu kidogo. Kwa hivyo kuna vitu tunatumia nguvu mingi kwa sababu hazijatayarishwa vizuri. Hazijatayarishwa vizuri. Dr. Miles Monroe alikuwa siku moja akasema, success comes when preparation meets opportunity. What we are missing in Kenya, we are not prepared. So in every section, if you can start preparation now, kile kimeguza hata hizi county, unasikia sasa hazina pesa na nini, kwa sababu hakukuwa na maandalizi mema. Ndio tunajua rais wetu anataka kutusaidia, lakini kile ningemuomba aweze kuwa na nafasi ya kutayarisha, ndio wakati matayarisho yataisha mambo yataweza kujipeleka. Asante sana, umezungumza vizuri sana. Andrew umemsikia mpaka amegusia, hata ametaja hata Biblia takatifu. Na katika hili swala la kuwa na mpangilio, kwenda kwa utaratibu, si kuingia tu kwa haraka, ni vipi ambavyo, kwa sababu wale ambao wanalengwa hatimaye kumiliki hizi nyumba ni wale wa kiwango cha chini, wale ambao ni wa Kenya ambao ni wa mapato ya kiwango cha chini. Serikali itafanyaje kuhakikisha kwamba kwa kweli hizi nyumba zikijengwa watakaofaidika ni hao ambao walikuwa wanalengwa, na isiwe ni watu wengine ambao hawakuzihitaji, si wale ambao watazichukua kwenda kukodisha tena kwa hao watu wa kiwango cha chini? Amezungumzia vizuri sana kuhusu swala la kwenda kwa mwendo wa polepole, tusikimbie, tusifanye haraka. Vile amesema ni ukweli ya kwamba mara mingi tumefanya vitu kwa haraka, hatujakuwa na time. Nimeangalia vile vitu ambavyo tumefanya Kenya, hatuna time ya research. Mbona hatuna muda? Haraka ni ya nini? Mimi nikifikiria tunafanya policy decisions in haste, na zingine zilikuwa hazijakaliwa chini kuangaliwa uzuri wake, ubaya wake. Mimi nikifikiria, unaona wale watu ambao tunaongea juu yao, tunaongea mambo ya mtu ako chini, ana mapato ya chini. So tukitengeneza framework, huyu mtu ni vizuri ahusishwe. Ni vizuri tuwe na watu wamefanya research, wanasema huyu mtu anapenda nyumba, maybe anafanya kazi Nairobi. So unaweza ukatengeneza nyumba mzuri sana, lakini iwe haitamsaidia. So ni vizuri tukuje na vile Kinyua anasema, ikaliwe chini. Mashamba iko wapi? Pesa iko wapi? Huyu mtu mwenye tunalenga ataweza kuafford ile nyumba ambayo tunatengeneza? Itaweza kusaidia? Because unaweza ukafanya hizo vitu kwa hiyo haraka ambayo tunaongea juu yake, upate tumefanya ile wanaita elephant projects, ambazo pesa ilikuliwa, haikumiti ile target ambayo serikali ilikuwa inataka kufanya. Kwangu mimi ni fan sana wa private sector. So kwangu ningependa serikali ipatie jukumu yenyewe kwa private sector. Kwa nini? Juu ukipatia hawa private sector, mtakubaliana tunataka nyumba 5,000,000 within a period of 5 years. Tunataka upee watu wetu loans za 4% ama 5%, because saizi riba ya mortgage ni wale wanapeana na pesa kidogo sana ni 11%. Ukiangalia nyumba ambayo utailipia kwa muda wa miaka 10, utaona ya kwamba hii nyumba ukiangalia riba yake itakuwa, huyu mtu ikaenda ikakuwa, wewe maybe umepoteza kazi, hautaweza kuilipia. Kama tungekuwa na muundo ambao serikali imepeana a moratorium, ile ya wewe ukiingia kwa hii tunakuondolea hii, but unapea watu wetu na 4% ama 5%, itakuwa very affordable. Na tumeondoa hiyo jukumu kutoka kwa serikali, hakuna vipendeleo. Wewe umeenda, umeangaliwa, umequalify, umeanza mpango.
Ikifika kwa serikali, sijui ni kwa nini, but kutoka enzi za ile mambo tulipata kutoka kwa ukoloni, tangu tupate uhuru mpaka sasa, unaenda unapata, mimi ni mwanasiasa, nikikuja nataka watu wangu ndio wapewe, mwingine akikuja after 5 years anataka watu wake wapewe. Lakini kama tungeenda njia ambayo tumepatia mtu ambaye ana mwegemeo wa siasa in any way, tutakuwa tumesolve hiyo problem. Na hapa wakati unapozungumzia, kwa sababu yule ambaye haegemei upande wowote, unazungumzia huyu aliye katika sekta ya binafsi. Sa iwapo sekta ya binafsi Kinyua itahusishwa sana kwenye huu mradi, ametoa mfano kwamba akasema kwamba iwapo hii sekta itapewa, iambiwa kwamba tunataka nyumba milioni 5 katika kipindi cha miaka 5, tutazuiaje hizi haya mashirika, hizi kampuni? Niruhusi nitumie kampuni zenyu wawili kwa sababu mko hapo. Jinland, Maono, msikuwe na tamaa ya kutaka hata kutaka kuhusishwa sana kwenye huu mradi, na ilhali mnajua kwamba lengo ambalo linanipeleka pale ni tamaa, nitengeneze hata faida. Tutazuiaje hali kama hiyo? Kwa sababu pia sekta ya binafsi ina watu walio na tamaa sana. Asante sana. Nishukuru, hiyo ni ukweli, na kile ningetaka niseme kwamba kila kazi huwa inahitaji mpango, na ni vizuri wale watu wanaopewa kazi wafanywe vetting. Kwanza mtu asiende pale kupewa kazi na hajaonekana kazi yenye amefanya, kwa sababu kazi huwa ni muhimu sana. Kwa hivyo, kwa sababu kuna watu wengi hata wataandikisha kampuni. Wacha sasa hawa unawajua. Kuna wengine hata wataandikisha kampuni. Na ni kampuni hewa. Na ni kampuni hewa, na pia wataandikisha na lengo la kupata hii kazi. Kwa hivyo vetting ni ya muhimu sana, na ifanywe na watu ambao wako soba. Mwenzangu, na hii vetting ni huu ukaguzi kidogo nikukatize, utafanywa na akina nani? Kwa sababu pia kuna uwezekano kwamba wale ambao wanafanya huu ukaguzi watashirikiana na hawa wa sekta binafsi. Unajua kwamba mimi kama Kinyua mwenye Maono Limited ninajua kwamba lengo langu ni lipi. Kwa hivyo nitampata Agnes mwenye yuko kwenye serikali, nitampa kile ambacho nitamshawishi anipitishe, na nikijua kwamba kwa kweli najua kwamba nimepitishwa ndio, lakini sijafaulu. Kuna kitu kilikuwa kimejaribu kuondolewa na serikali katika ile administration ya serikali. Walikuwa wamejaribu kuondoa chief, walikuwa wamejaribu kuondoa DO, lakini hata hawa wakawa na changamoto, kwa sababu yule tu anaweza kuwa soba wa kufanya hii kazi ni hao machief, kwa sababu chief hachaguliwi na mtu si kama MCA ama MP, kwa sababu yeye atachukua watu wale ambao walimpatia votes. Kwa hivyo yule kama ni chief ataweza kufanya huu mpango kwa vizuri. Hata kwa ile swali ambao ulikuwa umeuliza, watu vile wataweza kusajiliwa na wasisajiliwe wale ambao wanajiweza. Kwa hivyo bwana chief anaweza fanya hiyo kazi, ama watumie watu ambao wako soba, wale hawagemei mkono wote wa kisiasa, wale wanatumikia serikali, kwa sababu anajua huyu hata serikali ingine ikiingia mimi bado niko kazi. Kwa hivyo huyo hata kuwa akiegemea. Kwa hivyo hata anapochukua hawa watu, na pia kuna watu pia huwa wanachaguliwa na watu, kuna watu huwa wanachaguliwa na watu wasimamie. Kama mimi nimetoka pale Dadora, ukienda pale Dadora uhitaji kukutana na watu fulani, kuna wamama viongozi wa mtaa wanajua kila mtu. Kuna wengine kama ni vijana wanaongoza. Ukienda Dadora huwa nasikia kuna majina, kuna Katpi, kuna nini, kuna Paradise, yani wamejiita hata majina. Wale ni watu ambao wanajulikana. Kwa hivyo wakitumika katika hii usajili, viongozi katika vijijini, hawa ni viongozi ambao wametoka kwa hizo mtaa, na wale wanajua kila mtu, wanajua mwenye uwezo na mwenye hajiwezi, na isiingiliwe na wale ambao wana uwezo. Kwa hivyo ile mpango ikitumika, tutaweza kuchukua watu ambao ni genuine, na pia wakija pale wakipewa kandarasi
Wacha hata kama ni wao ni genuine, wajulikane ni watu wanaweza fanya kazi. Kwa sababu kile kinaharibu huwa tunachukuliwa watu ambao hata kazi zao hazijaonekana. Wakija wengine wanasema wanaweza uza mashamba, ule mtu hata hana customer hata mmoja. Tunafaa mtu ambaye anaweza toa ushuhuda, hii nyumba ni fulani alijenga na tumeona amejenga kutoka chini na ameimaliza. Lakini usije kuja kunduambia kwamba una kampuni uliisajili kwa sababu ulisikia kuna nafasi. Hiyo ndio itakuwa ni ulaghai, na ni vizuri tuweze kuzuia kwa kila jambo. Kwa hivyo watu wanaweza patikana, na hii jukumu inaweza kuwa la msaada kwa kila mtu ikifanywa. Na kile pia ningeomba serikali ihusishe watu ambao wana experience, ihusishe watu ambao wanajua ile kazi ambayo inatakikana kufanywa. Kwa sababu wakati unahusisha wale watu ambao wako na experience na wale watu ambao wanaelewa kile kinafaa kufanywa, huwa unachagua watu wale ambao wanastahili. Na unapata katika hiyo sekta hakuna kitu ambacho hakitakosa kwenda vizuri. Kwa sababu ile shida tumekuwa nayo, kunahusishwa. Kama saa hii serikali ilikuja ikafinyilia sisi ambao tunauza shamba, kuna fine tunatozwa ya inaitwa capital gain, ilikuwa ni 5%, saa hii ni 15%. Hatujui ilipitishiwa wapi. Hatujui ni nani alipitisha. Tulisikia tu ikiwa kwa bunge. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunaohusika hatukuhusishwa. Kwa hivyo tunataka tuhusishwe na watu wenye wanaelewa na kile tunajua kinatufinyiria. Shikilia hapo, utatuelezea mengi kuhusiana na hiyo asilimia ambayo unasema kwamba mmeanza kutozwa na serikali. Mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi. Baada ya muda usio kwa mrefu tutarejea na kuendelea na mahojiano.